Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa Dimba la Michezo, kipindi ambacho kinakuletea updates za michezo yote ndani na nje ya Tanzania, ambapo katika dakika 45 za kwanza huwa tunakupa updates za michezo inayochezwa kwenye ligi za Tanzania, tukizungumzia NBC Premier League, lakini CRDB Federation Cup na michezo mingine yote. Lakini huwa siko peke yangu siku zote, huwa nakuwa na mchambuzi wetu wa kila siku, Martin Mwakiposa, mtu na viatu vyake. Kaka, habari ya leo? Salama, tuza kwako. Uko salama? Niko salama. Jana tuliangazia mechi ambazo zitachezwa jana, hiyo mechi ilichezwa moja, lakini leo zitachezwa nyingine. Jana tuliangalia mechi ya Newcastle, alikuwa mgeni wa West Ham. Yeah. Na ukaitabiri Newcastle atashinda. Na alishinda katika ule mkeka ambao tuliusuka jana. Umeshatoa mechi moja. Bado mechi zingine 6. Uliona mechi ilivyokuwa lakini jana? Unajua, ukitizama West Ham position waliokuepo hawako katika sehemu salama sana. Nilitizama mchezo wao dhidi Arsenal. Of course waliweza kupata suluhu, lakini ni mechi ambayo unaweza kusema Arsenal kuna maeneo walilack baadhi ya wachezaji wao muhimu ambao kama wangekuepo inawezekana story ingekuwa tofauti, sio? Kwa hiyo alafu kitu kingine, ile ilikuwa London Derby, unajua West Ham na Arsenal hivyo. Kwa hiyo ukizungumzia mchezo wa jana dhidi ya Newcastle, unawaona Newcastle ni wachezaji, ni timu ambayo kiukweli safari hii imebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa siwezi kuona wana battle kwa kiasi gani na Newcastle ili kuweza kupata matokeo. Of course walikuwa katika uwanja wao nyumbani, lakini bado nilikuwa siwaoni au kunishawishi kuweza kupata sare hata suluhu kwenye mchezo dhidi ya Newcastle. Ukijaribu kuangalia hizi ni timu mbili tofauti. Ukiangalia eneo waliopo Newcastle na West Ham, unagundua ni watu wawili tofauti. Ingawa tunaheshimu kwenye mpira, lolote linaweza kutokea. Kwa hiyo kwa jana nilikwambia Newcastle wanashinda kwa sababu nilijaribu kutazama performance zao na mechi zao za mwisho na ubora wa wachezaji. Hiki ndicho ambacho kilinipelekea jana kuweza kusema Newcastle ingeweza kushinda. Sawa, tuangazie sasa mechi ambayo itapigwa kesho, ambayo nayo ni ya CRDB Federation Cup, ambapo Young Africans atakuwa mwenyeji wa Coastal Union. Niko sahihi? Uko sahihi. Sawa. Unahisi pamoja nao tuanzie na Young Africans, nao hichi kimbembe ambacho kimewakuta kuanzia tarehe 3, tarehe 2 wao mpaka tarehe 11, nao wanacheza tarehe 12, watakuwa fit kuikabili Coastal Union ambayo ni ya moto ikikutana na timu hizi? Sioni kama Yanga nao watawasilika, kwa sababu hiyo wiki moja ambao walikuwa wamekaa ni kwa sababu ya kuelekea kwenye dabi. Kwa hiyo walikuwa naandaliwa kiakili na kitimamu, kiakili na utimamu wa mwili kuelekea katika hiyo dabi. Kwa hiyo inawezekana ikawa na faida, kwa maana yale maandalizi ya wiki nzima kuweza kucheza, maana wanakwenda kucheza katika hii mechi. Sijui umeelewa. Lakini ukizungumza Coast ni timu inayoshiriki ligi kuu. Ni miongoni mwa timu ambayo kwa msimu kadhaa ulionekana kusumbua vilabu vikongwe. Lakini siku za karibuni wamekuwa hawako katika kile kiwango. Mchezo wao wa mwisho wamecheza dhidi ya Azam, kama niko sawa sawa, walilazimisha suluhu. Lakini kabla ya hapo wakaja kucheza na Simba, waliweza kupoteza kwa namba kubwa ya magoli, kama sio mawili kama 3, kama niko sawa sawa, katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Kwa hiyo Juma Mwambusi kuna namna ambavyo ameitengeneza Coast kurudisha imani kwa washabiki, lakini anapokutana na timu yenye daraja la juu kumzidi yeye, kidogo anakuwa na struggle kuweza kupata matokeo. Na ukiangalia Coast kwa hivi sasa, of course wamekuwa wana ushindani mzuri, lakini ni tofauti na Coast ya msimu uliopita. Ukiangalia namba, ukiangalia hata aina wachezaji waliokuwa nao, wanachezaji wa daraja la kati, si daraja kubwa lile ambalo tumeweza kuwazoea kuona Coast wakiwa katika ubora huu. Sasa wanakutana na Yanga ambayo wanakwenda kucheza kwenye uwanja ambao mimi naita uwanja wa machinjio. Uwanja wa machinjio kwa sababu ni sehemu ambayo Yanga wanautumia, wamepata matokeo mazuri sana. Sio mazuri tu, lakini kwa namba kubwa ambayo huwa inawatisha hata washabiki wa timu pinzani kwenda katika huo mchezo. Umeelewa? Kwa hiyo Coast anakwenda kucheza na Yanga kwenye uwanja wa KMC. Uwanja ambao Yanga amekuwa nao kwa muda mrefu kwa kuweza kupata matokeo makubwa, na hata wachezaji wake kisaikolojia wako tayari wakiona kabisa hii ni sehemu ambayo wao
wamekuwa kama uwanja wao machinjio kuweza kupata matokeo. Sawa, na ukiangalia hii mechi unahisi, kwa sababu Coast Union amekuwa ni wa moto kipindi chote akikutana na timu kubwa, na Young Africans huwa hapoi na haboi kwa muda mwingine, labda akikabwa koo, unahisi itakuwa ni mechi ya mtindo gani? Mmoja ajilinde, mmoja akimbie, mwingine akimbie, au itakuwa balance? Unahisi itakuwa ni aina gani ya mchezo? Nimewatizama Coast mechi yao ya mwisho zidi ya Simba, mechi zidi ya Azam, bado hata ukisema wa defense wana makosa mengi. Sioni ile tight marking au kukaba kwa zone na wenyewe wanaikosa vile vile, au kucheza low block na wenyewe wanaikosa. Kwa hiyo kama wanafanya makosa wanakutana na vilabu kama Yanga, wataenda kuwakumbusha kutokana na ubora wa wachezaji wa Yanga. Ukiangalia Stefan Aziz Ki, Pacome, Clement Mzize pamoja na Mzimbabwe yule Prince Mpumelelo Dube. Yes. Wamekuwa katika kiwango bora sana. Kwa hiyo najaribu kutizama ile mianya ambayo watakuwa wanafanya makosa. Coast Union wataenda kuadhibiwa kwa namba kubwa. Na nakwambia Yanga katika mchezo wa kesho ataanzia goli 2 kushinda kuelekea juu, kwa sababu ya ubora wa kikosi chao, lakini wamekuwa na passion ya kutaka kufunga magoli mengi. Na vipi kuhusu Simba Sports Club? Kwa sababu Young Africans tayari umeshajiweka wazi, umeshafungua kwamba ataenda kushinda goli 2 plus. Hata Simba naona kunamuona kuanzia goli 2 kusogea juu. Lakini umempa warning. Of course warning ni muhimu kwa sababu ya rekodi alizokuwa nazo anapokutana na timu za majeshi, lakini ana rekodi nyingine ambayo si nzuri kwake anapokutana na timu kutoka championship. Tumeweza kuona kiweza kuondolewa mara mbili. Lakini haitoshi, Simba kikosi chao kimekuwa na majeruhi ambao goalkeeper Pimpin Kamara pamoja na Chema Fondo. Haizuii kuona Simba ina kikosi bora, lakini Simba ni timu ambayo akikutana na mpinzani ambaye anatumia fiziki kwenda kucheza, huwa na struggle kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo Simba najaribu kumtizama. Akiruhusu TMA Simba apige pasi fupi na kutembeza mpira, atakutana na Galika. Lakini kama atacheza kama anavyocheza Tanzania Prison, kutaweza kumruhusu Simba kuweza kuenjoy football, basi kuna namna ambavyo Simba anajaribu kustruggle kuweza kupata matokeo. Sawa, leo tuna game moja kwenye utabiri wako ule. Hatukupi utabiri wa moja kwa moja, hatutaki utabiri moja kwa moja, ila tunataka utuambie nani anapita, nani anabaki. Yaani nani ataenda, nani atabaki. Tupelekee hiyo grafu mpaka finali, ambapo kwenye mechi za leo, si ndio? Leo kuna mechi ambazo zinachezwa za UEFA Champions League. Tulishaziangalia jana. Sasa niambie mmoja mmoja hapa. Benfica Barcelona, nani anaenda, nani anabaki? Barcelona anaenda. Ndiyo. Bayer Leverkusen Bayern Munchen, nani anaenda, nani anabaki? Bayern anaenda. Yeah. Sawa. Inter Milan na Feyenoord, nani anaenda, nani anabaki? Inter anaenda. Straight. Yeah, anaenda straight. Sawa. Liverpool Paris Saint-Germain. Nani anaenda, nani anabaki? PSG anaenda. Straight. PSG anaenda. Sawa, hii tutakutana nayo baada ya mchezo. Ni leo saa 7 usiku na tutairekodi. Alright. Kwa mechi ambazo zitachezwa kesho, hii tuifunge moja kwa moja, lakini tutazichambua hizo kesho mapema, lakini leo tuangalie nani anaenda, nani anabaki. Tukianza na Lille ambaye alitoka sare na Borussia Dortmund. Nani anaenda, nani anabaki? Dortmund anaenda. Straight. Yeah. Sawa. Arsenal na PSV. Hii straight. Arsenal alishinda goli 7, haziwezi zikarudi tena. Labda iwe miujiza hiyo. Miujiza goli 7 kurudi. Inawezekana. Sawa. Nakumbuka Bayern Munchen alishawahi kumpiga Barcelona goli 7-8. Unaitizama na ile Barcelona ilikuwaje? Lakini unaitizama hata hii, unaangalia mpinzani anayekuja kucheza na Arsenal. Sawa. Tuangalie na Aston Villa, yeye anakutana na Club Brugge. Aston Villa game ya kwanza alishinda goli 3 away. Goli 3-1. Ameenda Aston Villa. Ameenda straight. Villa kigongo kingine cha mwisho, Atletico Madrid anakutana na Real Madrid. Hapo kuna surprise inaweza katokea hapo. Super surprise.
Niwaheshimu tu Madrid. Wamekuwa mabingwa. Wamekuwa mabingwa wa UEFA Champions League. Sawa. Na wamekuwa na bahati. Unajua muda mwingine bahati inatingia kwenye mpira. Na nidhani ubora wa Carlo Ancelotti muda mwingine nao anawasaidia. Lakini Carlo Ancelotti alishawahi kuwa kocha wa vilabu kadhaa na hakuwa na mafanikio makubwa kama tunayoona Madrid. Tuseme ni ubora wa Ancelotti au uwekezaji wa Perez na timu yake? Kuna mambo mawili. Kwanza ubora wa mwalimu unakuwepo, lakini wale watu unaenda kufanya kazi, rasilimali watu. Kwa sababu huu unachokizungumza uko sahihi. Carlo Ancelotti alisha kufanya Everton kabla kwenda Madrid. Sasa alikuwa Everton. Lakini unaona kilichokuja kutokea, ubora wa rasilimali watu. Maana nazungumzia wachezaji. Hawakuwa kwenye ile daraja ambalo Carlo anaweza kulitumia vizuri. Lakini baada ya kutoka pale Carlo kwenda Madrid, akajionyesha yeye ni nani. Sababu nitaka kusema tukiangalia hata makocha wengi ambao wamepita Madrid walikuwa wakikutana na safu nzuri, mambo yanaenda. Zidane alipotoka Madrid alienda kuwa flop kabisa. Sasa ndio maana nilikueleza, muda mwingine rasilimali watu unaweza kukutana nazo. Nazungumzia wachezaji, hiyo ndio kitu pekee ambacho kinaweza kukusaidia. Sawa. Hili lilikuwa ni Dimba la Michezo updates, na tumekupa updates za michezo yote itakayochezwa leo, lakini na nani anatoka nani anabaki, ambayo imeanza leo mpaka kesho. Studio huo unakuwa na Victor Livingstone, lakini pamoja na Martin Mwakiposa. Kabla hujamaliza hapo, nakukumbusha kwamba leo bwana tutakuwa Maskani Safi majira ya saa 5 kucheki game kati ya saa 5 usiku. Saa 5 usiku. Yes, kati ya Atletico Madrid dhidi ya Madrid. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unapenda kujoin na sisi, karibu sana Maskani Safi. Iko opposite na serikali ya mtaa Sinza A. Kwa hiyo ukifika tu pale ukiuliza Maskani Safi wapi, watakuonesha.